Okay, mimi ni fundi au na kampuni ya ujenzi, nimeshaanza kutuma matangazo lakini sipati matokeo. So nataka nikujibu hapa ni vitu gani ambavyo unatakiwa kufanya ili uweze kupata matokeo kwenye matangazo. Okay, kitu cha kwanza ni ubora wa tangazo. Tangazo lenyewe lina mchango mkubwa kwenye wewe kupata matokeo. Kwa hiyo lazima uwe na tangazo bora. Kwa sababu gani? Wanaotangaza ni wengi tayari mtandaoni. Namna pekee ya kujitofautisha wewe na mafundi wengine au wewe na makampuni mengine ya ujenzi ni lazima uwe na namna ya tofauti ya kuitangaza kazi yako. Kitu cha pili ni utumaji wa tangazo. Hapa tunakuja kwenye masuala mazima ya setting. Je, umeweka miaka gani? Watu gani waone tangazo lako? Umetumia njia gani? Umetumia boost post au umetumia methods? Kama bado unatumia boost post, hiyo ndio sababu kubwa kwa nini hautopata matokeo. Boost post ni kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo wadogo, wauza viatu, wauza nguo. Lakini wewe unayetafuta miradi ya ujenzi ni lazima utumie methods. Kwa hiyo una tangazo bora, ni lazima lifike kwa watu sahihi, umri sahihi, watu ambao wana uwezo wa kupa kazi ya ujenzi. Sehemu ya mwisho ni mauzo. Na hii nadhani ndio wafanyabiashara wengi wanafeli. Una tangazo bora, limefika kwa watu sahihi na umepokea message au mtu amekupigia simu. Je, unaweza kumshawishi akupatie kazi? Kwa sababu asilimia kubwa ya watu wanaotafuta labda mafundi, anatafuta mafundi wengi, alafu atasikiliza sera zenu na atachagua nani ampe kazi. Lakini pointi nyingine kubwa ni kwamba kazi nyingi za ujenzi haziji, hakuna anayekutafuta asubuhi jioni akupa kazi. Asilimia kubwa atakuja kukwambia hana mradi wangu nataka kuanza kujenga, au nipo kwenye msingi nataka uje ufanye finishing. Je, una mifumo ya kumfuatilia huyu mtu mpaka siku akiwa tayari? Hiyo yote ni mauzo. Lakini umepata kazi, bosi amekuamini, amekupatia kazi. Je, unafanya kazi kwa ubora gani? Kumbuka, kazi moja unayofanya vizuri inaenda kukutangaza milele. Yaani ukijenga nyumba sehemu ukaiacha ni nyumba kali, kila mtu anayekuja hapo lazima aulize nani amejenga. Na asilimia kubwa ya mafundi hawatangazi, anategemea kazi za zamani zimtangaze. So na kwenye mitandao, mtu unayemtoa mtandaoni unahakikisha umempatia kazi bora ili aweze kuletea wateja wengine. Lakini at the same time lazima urekodi process nzima urudishe mtandaoni. Zamani ilikuwa ni lazima nipite sehemu niulize nani kajenga. Sasa hivi una rekodi ile nyumba, unaweka mtandaoni, watu wanapita wengi, wanaona ubora wa kazi yako, wanakutafuta. So mpaka hapo unakuwa umetengeneza mzunguko mzuri wa kazi. So ukizingatia haya maeneo matatu hasa, bora wa tangazo, utumaji wa tangazo na mauzo, lazima upate matokeo.